Hebu sikia conversation. Yes, so tena tuko kwa segment ingine amazing sana, na hii ni ile segment ambayo ya kujana tu vijana ya kujituma kwa ile shughuli yote unafanya pale. Wewe sijui mtu wangu unafanya shughuli gani, na hiyo shughuli unaifanya karo kende shule yo kora tari kubati shughuli ndio sio kora mna kubati last time ni shughuli ambayo uko proud nayo, ni ile shughuli ambayo karo kende ulisomea, ni ile shughuli unafanya because unangoja pengine kuivane ama namna gani. But karibu kwa segment yetu ya siku ya leo kwa vijana na biz. Leo niko hapa na guest mwingine amazing tena sana. Nimekuwa nikiona shughuli zake kwa wasanii, kwa mtandao. Na leo nikaamua ni mtrace. So sitaki kumention naitwaje. Nataka kupata chance ajiongelesha tu usikie anaongea aje na anaitwaje. Karibu sana. Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Monchari. Unaitwa Monchari. Monchari. Monchari ni kiwana? Biani na kiwana. Tiende fiti. Nataka kunya korora about you. Leo ndio nimeona for the first time. Do I look different? Unakaa amazing. Asante. Unakaa poa sana. Mimi ndio yule naonanga tu kwa mtandao nje. Ndio hiyo mimi sasa hapa leo. You know the first time nilikuona, niliona nilikuwa natoka mtandao ukielezea vitu umesomea nini. Kumbe nikaona ni demu wako sharp. Sharp girl. Lazima ukue sharp. Reason ni maisha unafanya hivyo ama ni kuforce ukue sharp? Ukue sharp. I think kuwa sharp ni decision ama ni kunini. Pia life inaweza kupush ukue sharp. So iko on your case now, on your situation. Wewe ndio imekupush ukue sharp ama ni decision? Sasa uko sharp kivipi wewe? Wewe yenye sharp uko sharp gani? Yuko tu sharp. Tuache hiyo story. But so kuna mtu maybe anataka kujua Monchari ni nani? Monchari ni msichana tu mdogo kutoka Kisii. Nafaa kusema nini? Okay. Of course you yourself from Kisii. I know Monchari. Yeah, I know Monchari bari. Say toga ari Masimba. No, I think kinerete ororo nimekinera uko Transmara. Nona kinerete. Ngacha high school na nachite Gusii. Kabera Gusii after high school. Kuja University Nairobi. Nilienda Pioneer International University kutoka Nairobi. So university nilikuwa hustle uko around. Hadi saizi. So professionally I'm a cyber security analyst. I work in corporate. That's amazing sana. So juu ya hustle yako nimefanya by the leo tumeamua tukutafute tumekujadi your place because of your hustle. Mtu anataka kujua maybe hustle gani unafanya? Okay, hustle nafanya, I work in corporate. At the same time I'm a woman in business. So I did a certification ya entrepreneurship. And then nikakuwa na business plan fulani hivi nini. And then like okay, tangu nikuwa mdogo I think nimekuanga business minded. My mom used to run a business, so I used to help her a lot to run your business yake. I think that's where nini yangu ya biashara ilianza. Jadi after high school nilikuwa biashara. Hata after uni before I got my first job. Nilianza na biashara. Enye unajaribu biashara ikienda hivi. So saizi nafanya biashara ya cloth line. Nita Monfire. Yes. So but before tufike hapo, so umesema bado before hata ujoin campus ama ukiwa high school ndio ulianza biashara ama after campus ndio ulianza hustle? Hustle nikiwa high school nikiwa campus yote nimenanga long holiday I used to hustle. So I used to work in a cyber cafe huko kwetu Masimba kama mwalimu fulani hapo. And then I think nikiwa hapo ilinisaidia ku learn more about business. Tunasema nilikuwa na run business ya mtu yeye kwa around mimi ndio nilikuwa na run everything. So that's where aliniaminia and then I was doing a good job. Aliniambia before I came alikuwa ameajiri mtu mwingine and then hakuwa anaona anything hadi alikuwa ta close business yake. But when I came in biashara ikaanza kuonekana. Unajua pia kitu na believe ni ile do to others what you want to be done to you. Sasa kama mtu amekuachia nini yake assume mtu ni kama ni yako like you are doing your own thing. Jota hapo ndio Mungu pia anakubariki. Mungu pia anakufungulia njia. Nikaanza biashara hivyo. Every long holiday kwa nafanyanga biashara. After sasa nimemaliza uni nilikuwa nimejiambia I'll never go back home. Utaolewa au utaenda wapi kusema nyumbani nasi kanyagi. Sasa nimemaliza uni sana narudi home. Nilikuwa sema nikisharudi home hivyo ndio life yangu imestop. And then mimi ni first born. So niko na
people who look up on me like unaona sister yangu ako hivi na hivi. So kama one first born na utaki kurudi home, unajua tu alienda university akamaliza akuja kukaa na sisi, hata hakuna difference ya mtu alienda shule na mtu kwenda shule. So you want to make a difference. To make a difference lazima ujitume. So after unit before ni graduate nilianza biashara huko Ngara kidogo hustle. Nikachapa biashara ndio nikaendelea. After that nikapata internship nikaanza kufanya kazi. And then last year ndio bado nikaamua tena nirudi kwa biashara again. Juu after niliingia kwa corporate kidogo ku balance kazi na biashara haikuwa rahisi. And then hapo sikuwa nimedecide business gani hiyo exactly nataka kufanya. So inamaanisha aso yako ya kwanza kufanya ni ya cyber. Ni ya cyber. So ilikuwa aje, do ulikuwa unapataje ama ilikuwa tu ile ya kutaka home ama ilikuwa unakupatia do mzuri back then? Haikuwa nipatia do poa, juu nilikuwa nafanya kazi kwa cyber ya mtu. And then hapo nilikuwa uni. So nilikuwa save ile pesa nikirudi shule. Niko na pesa yangu. So maybe unaweza tueleza ama sijui kama unaweza kumbuka pesa mingi ushai save from hiyo ni cyber ilikuwa how much? Around 40,000. 40,000. Juu hiyo ilikuwa for 4 months. Nilikuwa nalipwa 6,000. Ama ilikuwa 5 to 6,000 ndio nilikuwa nalipwa. But kulikuwa tu marupurupu kidogo hapo. Juu sasa unapata mtu amekwambia mfanyie service fulani nini and then unapata some extra. So nilikuwa na save hizo do. Sasa hizo zingine nilikuwa napata hizo marupurupu za juu. Nilikuwa na tumia home. Sasa juu nilikuwa natoka home, nikaenda home narudi home na shopping nini. You always expect sawa umetoka kazi na unaenda nyumbani mkono tupu. Hivyo tu. Haiwezi. So nilikuwa na something. So salary yangu yote ilikuwa ina na save yote. And then something else nilikuwa napata pesa hapo pia kwa cyber ilikuwa tuna train computer. So mimi nimefanya IT. So nilikuwa na learn IT. So nilikuwa na skill. So kuna wanafunzi wamaliza high school. So hiyo cyber pia ilikuwa na kama kutrain na mimi nilikuwa na train. So tulikuwa tunalala na mwenyewe tunagawa. So ilikuwa amazing sana. Ilikuwa hivyo. Yes. So kwa Maurice Kari, Mosawa sai Maurice Kari. Usikuwe na excuse unaweza kusema eti njiro mwanafunzi, sijui internet devs, acha nitafutiwe kitu kama hiyo. Kwa guest wetu, atakao uko shule, bado kurudi pale home. Pia kaso tu hivyo anakuwa anakupatia ganji una save. So leo tuko hapa because nimekuwa nikiona your brand kwa wasanii, kwa mtandao inachachisha bana. So brand yetu imeanza hii mwaka by the way. I wanted to start it last year. Last year, okay, before bado nikiwa nafanya kazi, nilianza YouTube channel. So YouTube channel nilikuwa naongelea about big sibling something energy. So nilikuwa na director wangu. So nilikuwa na business in mind ya merchandise nini. Nikamwambia kaniambia unajua mimi leo jaribu hiyo biashara. Haiko work out. So hiyo ni ngumu. But mimi bado nilikuwa nataka kuifanya. Baada hiyo time nikaistop. So tulikuwa tuna shooting video. Akaniambia what can do? Maybe tunaanza kuleta products zingine and then tukiwa kwa set tuna showcase maybe ama mtu anataka ana reach out or something. But sasa mimi bado sikuwa hiyo fikra ya kwanza ni kwa mind. So sasa this year ikianza and then I was like okay, I still want to run a business. But sasa sikuwa sure ni business gani naanza. And then I had to talk to my small sister mwenye tunakaa naye nikamwambia. So kitu kwanza kanikujia unaweza fanya branding na gifting like ile tu a package maybe mtu anataka kugift mtu wake nini. So tunakusanyazia package. So tukianza Monvai tulianza kama branding na gifting. Hatukuwa na merchandise mingi tulikuwa na ni hoodie peke yake na t-shirt. So tulikuwa na mug na flowers, anything you want to shop for you, maybe something specific unataka chocolates nini tukusanyazia package. So tulikuwa na different packages za different amounts. So tukaanza hivyo. And then kidogo tuanza kufikiria we need to expand this business apart from gifting, we need to do something better. And then I was like okay, from kitambo I wanted to do designing ya fashion. And then so tukaanza kutafuta fundi wa kushona how to get the fabric. Lazima ufanye research, lazima ujue utapata wapi fabric, how does it work. Yeah. That's how we started. So na hii ulikuwa na pesa ngapi ya kwanza na? Niko na around 100,000. 100,000. Wewe mtazamaji unatuwatch saa hii.
sijui hiyo business wewe unafanya ulianza na how much? Ama maybe wewe ni kijana uko pale unasema hata mimi nataka kuanza shughuli fulani na so fulani. How much do you have? Unasikia mgeni wetu sikia leo sio utasema alianza na 100,000. Hapo mtazamaji, mtu kupatia sahi 100,000 unaweza fanyia nini? Yes. Now mkakuja mkasettle kufanya fashion ku merchandise. So mostly you only see me on social media. But see me wewe una put on the work sana. So sister yangu she does everything. So any nini mnaona sijui imeshonwa what. Mimi ni kama social media manager na marketer. I'm just a marketer, maybe at the face of the brand and helping with now visibility of the brand. But most of the work sister yangu anafanya. Inanishow nguo zenu zimeshonwa, kokota ka design fulani, how you get it. She does everything. So your sister, big up to your sister. Yeah. Yes. Now mko na hii 100,000 get into idea ama umeagree mnaenda kufanya hivi na hivi. So step ya kwanza mlitake ni gani? Mmetafuta fundi. So maybe mlianza kuuza aje kwa mtandao? Your first time kabisa mkianza. Okay, first time because hatuko na physical. Hadi sasa tuna physical shop bado. So tulianza kufunga TikTok page, Instagram na Facebook. So tulianza na TikTok. So TikTok tukaget some few things, tukachukua pesa, tukabuy some nini. Tulianza na gifting kwanza. Gifting tukatengeneza mugs, tengeneza ma flask, t-shirts, hoodies. So those are our first nini za kuanzia. So showcase tulikuwa na notebooks by the way, pens, those are the common buy. So tukaanza ku advertise hivyo pole pole. Tukaendelea ku advertise, tukaanza kupata client, maybe ananunua hoodie, t-shirt ama anunua hizo packages. So tukaendelea ku expand hivyo pole pole. So vile tuli expand sasa like ni kama tukai launch officially ile now tume launch Monvai. Tunauza hizo merchandise plus now this is what we design, this is what we have on board. So our shop ama our market mostly imekuwa TikTok. Kwa mtandao. Now mkianza ukianza kwa kila kitu ukianza lazima kuna hizo ma challenge. Labda umea kwa mtandao unasema inakaa vibaya. Ndio anakuambia inakaa supu unaweza ipata aje. Wewe maybe unaweza kumbuka ya first feedback ulipatanga zilikuwa positive ama zilikuwa aje? Now that ukianza kwa mtandao now tuko na hoods, tuko na hizi na hizi. Okay, my first feedback ilikuwa mara kwanza haikuwa ina give. Ilikuwa imechill tu hivyo. A few people ndio walikuwa na. Alafu nikija ku realize okay, most people wame support wengi ama wame buy from me is strangers. Hata wale marafiki wenye maybe unashare ambia okay, nimeanza hii business, this is what I sell. Some didn't even respond. Ama tu wataona tu status, they don't even hata like or anything. So challenge kubwa ilikuwa like okay, to get to the, alafu najua mimi sijakuwa social media sana. So I'm learning to be on social media. Hata size mimi I can't take control. So unajui ku manage your emotions ama sijui ku manage like okay, kitu kidogo tutani hurt. Ita hurt feelings zangu, nitaanza kulia. Mimi machozi yangu inakwanga tu hapa karibu. Nitaanza kulia. So challenge kubwa ilikuwa like okay, now we have to do this. Lazima tuko social media, lazima tujue kuongea na watu. Lazima tujue ku run biashara. How do we do it? So mara kwanza ilikuwa challenging. Una post product, unakwambia sijui what. Kuna wengine walikuwa negative, wengine walikuwa positive. But I thank God nilipata watu sasa kama akina au my influencers kama akina Mojeje, they have been very supportive. Wamesaidia brand ku grow na ku visibility. Juwa na reach out Monchi because we were friends. Monchi umeanza hii na hii, want to support you. So they came on board. They have been very supportive. At least they have hata wamefanya brand mkaijua like ikakuwa visible because tulianza February. So our brand is barely 5 months. But the good thing about it, unaweza kuwa unatembea mtaani mtu anakuta Monvai, uko like okay. Acha kutamu lakini wajui your sister ndio yeye anafanya everything. Yes. Now ukianza hii yako maybe of course umesema ulikuwa unafanya research, wana watu wengine wakifanya juu sio pekee unafanya, kuna pia wao wanafanya pale. Wewe unaona ukiingia kwa hii market na maybe ile ndio ulikuwa nao lakini unasema hata kama wase wana exist, mimi nikiingia nataka kuingia nikipita hii side ama nikitumia criteria maybe to be the best kuliko wase wengine. So ukiingia kwa market obvious saizi ukiingia kwa market kuna watu wengi tuko kwa market si ndio? We are doing this thing but you have to be outstanding. Ama like okay, because huyu anafanya na wewe pia unafanya like what makes you as unique. That's the most important thing.
So lazima mimi hata kuja hapo come up na design, unakuja na a unique design yenye hata mtu akiona inakaa vizuri, and then atakuwa interested. Hata client atakuwa interested. Juu pia okay, kwa biashara unaweza pata hata umeenda tao, kila mtu anauza viatu wako same nini place. So kuna hiyo competition pia, lazima uko ready for that. Yes. Now umeanza pale, kuna wase wanasema iko sawa, haiko sawa. Wewe kuna time ushaifika kama mkianza wewe na your sister nao unasema tuache hiki kitu bana? There's some point kwa sababu niko karibu kuacha ku give up. Na ilikuwa tu recently. It's because I was so overwhelmed with so many things. And then ilikuwa ngumu ku balance biashara, and then you're doing some other things. Nini so like ama niache kidogo. Oh, so issue yako tuseme kutaka kuacha, si eti maybe hakuna clients ama wase wanasema vibaya. Nini unashindwa ku balance between ku balance, and then sasa pia kwa biashara hizo challenges, maybe unapata client alikuwa ameorder nguo. And then fundi anashona something else. By the way. So unajua client hawezi elewa. Na nini, so unapata sometimes unapata your feedback like okay, I didn't like what you gave me. And then so unajua pia inakuwa challenge. So uko like lazima like sasa hizo challenge kama hizo zinakusaidia ku make it better. Yes. Na unajua client yeye ama watu ukienda kununua kitu kwa shop, aufikiri from ile kulikuwa na fundi. Wewe ni wewe na huyu mwenye amekuuzia. Na ukiingia wewe kwa market kama sasa unaona difference yako na watu wengine ni gani, maybe brand zingine? Okay, difference yangu na brand zingine ni about Something specifically. Tuseme kitu yote tu. Difference in okay, about maybe our designs, they're not the same. And then for us, we have different things. Like for example, most brands maybe as they don't show now the name. We do the names. And then like we are trying to explore different fabrics apart from maybe the sweats fabric any other brands have. We are exploring other fabrics. So kama kuna nguo zingine specifically tunashona za wasichana zenye like it's a different fabric kabisa kuliko hizo. So we come up with different designs, different unique designs and different fabrics to the market. Before now uende kutueleza or now, because sasa mtu akiona kama nguo umeivaa, mtu anataka kujua inaanzaje hadi inafika finally labda mtu anaanza kuivaa hapo, tunaenda kutueleza hapo. But wewe ushaikuwa kwa position ya maybe your fundi mwenye anakushonea ashaikuangusha and ukapatia maybe client akaanza kuombanisha nimelipa do zangu sijakuwa satisfied na hii, alafu ulisotaje hiyo issue? So kama kupata hiyo imenipata mara mingi. But ikinipatanga mostly kama fundi hajashona nitaafu kumrudishia, like nitaafu kushona nyingine for client. Lazima client akue satisfied. Lakini kama nilipea for example client nguo maybe akua satisfied nayo. Juu sasa the client is always right at some point. And then when you're starting a business, there's no accept to feedback client amekupea and then you work on it. And then to continue keeping your brand na kupata positive feedback, lazima pia umsikize. Kama uli make mistake, you have to apologize and do something better for him or her. So maybe kama ulishonea client nguo na iko nini vizuri, naambia okay, nilishona hivi, unaweza irudisha and then nakushonea nyingine. And then akishairudisha, sasa unaona alikuwa amelipia maybe delivery. So we have to take that responsibility of paying for the delivery fee. Sasa hawezi lipa delivery mara mbili and then it was our mistake. So ishaikupata hiyo nini? Ishanipata. Yes. Now that una physical shop, na mtu anazaambia tunapatikana Segete, Nyombagete, Rumgete, Ntoneko. Now how do you unauza aje sasa mtu akitaka maybe kumeka anataka kuorder? So most of our products una pre-order, they're not ready made. So haziko ready made, so mtu akiorder kuza shop yenu kwa wapi, so unamexplainia we don't have a physical shop because right now we are working on pre-orders. We don't like okay, una order unataka design fulani your size. So ukimake order kuna WhatsApp number, kama ni TikTok umetupata, we send you a WhatsApp number, unatutumia size yako, maybe na design maybe uliona kwa page yetu tukakufurahisha, and then we make it for you. So you have to pay the deposit first, and then tunakutengeneza ikiwa ready, then you pay the other remaining amount, then we send you the package. Na mtu akituma deposit alafu akuja ende missing, au ushaipata situation kama hiyo? Mtu amekutolea kama deposit alafu akuja akapotea kabisa. Okay, situation yenye nimeipata ni mtu analipia nguo na achukue. Like maybe alibuy nguo and then ako mbali. Ako like nitaikujia.
tunapata zinabaki tu hapo, but alilipia. Alilipia. Mm. So hiyo unamwekea ama unakuja saa. So Namwekea, tunapata nimezipackage vizuri. Juu anytime akizitisha atapata. But pia kuna situation nyingine ndio ijipata. Someone aliorder nguo. And then so hiyo tunachukuanga nini jioni, maybe hizo orders za jioni, maybe natumia fundi nafaa kushona nini, fabric inahitajika. So alimake order jioni, akasema tatuma deposit before uamke. So vile ameniambia nitatuma deposit. So hiyo time napeana orders kwa fundi. Sasa nikapeana orders zote. So nikapeana orders, fundi akashona. And then kesho yake nikaamka akawa ametuma deposit. Nisha make order kwa fundi. Nisha make order kwa fundi. Nisha make order kwa fundi. So nisha make order kwa fundi. Kesho yake fundi ashaanza kushona nguo. And then na text him say ulienda aje? Akasema tulipause kidogo but to reach out. So reach out shashona hizo nguo sasa zinabaki kwa zako. But maybe there's pata msee mwingine maybe wako the same, maybe wako the same size na huyo maybe amuzie. Labda sio kupata mtu mwingine. Sasa unajua time maybe una nini mtu aseme umfurahisha and then that's how you do it. That's how. Maybe mtu ana make order, how long does it take maybe kwa nini kushona kufanya hizo nini kudi yote? Mostly tuna deliver within 72 hours. Ikienda sana sema 3 to 5 days, but mostly within 72 hours na umepata order yako. Na kama pale leo tuko kwako, now that umesema una physical shop, so process inaendaje hadi tuseme mtu ako Senguji Kitengela for instance, inakuwaje step 1 na kiwa para paka cha kwa feno one yanga yaba kuna mna yovegeta one t-shirt? Okay, so kama hii step 1 start make order, unataka size fulani. Nasema sasa wewe already umemake order unataka hoodie. So unatuambia size yako unataka hoodie, and then kuna fabric tunakushonea. Tukishaishona sasa inakuwa ready, and then we do branding kwa nyumba. So kama leo tunataka process ama wewe unafanya hiyo process ya branding ama umetacha your assistant branding. Sisi tunafanya kwa nyumba, so tunasaidiana, brother yangu kwa around, sister yangu kwa around. Tunafanya wote. Kila mtu amelan. Alafu by the way, tuseme kwa mfano mtu aone material yenu iko sawa, aseme ile imenibamba but nataka maybe aandikiwe jina yake. Unafanya ngaiva ama? We do that. Tuko na merchandise pia. Tunatengenezea, I'll show you some of the merchandise. Sema mtu kama nini, mimi ni DJ ameona nini, tunamtengenezea hoodie or t-shirt. Yeah, we do that. Yes. Sasa tunataka utuonyeshe venye mnafanya branding. Maybe hata mtu aone procedure inakuwa process inakuwa gani. Sawa. Yes. So hii ndio sasa tunataka, so mtazamaji wana say segment torojo seta okoroki on how wana yoko lika amari tatalibo. Kwa branding. Lakini na branding, what's branding? Nere yo. Kwa karieta yanga wasoni. Yanga wasoni, so that ndio isome kwa mfano kama yeye amevaa hapa hivi. Usembegeteya. So now unaanza aje? Wanto wate machine ikoro kwa heat press machine. So una heat press machine na toko press edichianga. Lakini wona toko press utararos. Chi ibi ntombire gega wata marieta. Ikoro kuchino cut. Chino cut ne machine ingayo koros. Ona kare rosi chino cut ichi na chisogo tumia go brand. Ona for example nimbote changa chira. Nimbote changa chira. Tagota go brand yemo. Tore na kitogo brand. So for example, top we are reproduction, airplane one ya Sony Ruga, and then now we need to brand it. The process of branding, tani kong, want munda advance na waga para. Anogo chakwa kwanye weke top yega for example, and then wa press. Nto wate time magaiga na temperature 180, time magoka 180, and then time maybe 10 seconds. So kisha press hivi. Ono kire no cut ni for example. So lakini afai kwa different onye kire ya white yakubeka black. Ono to kubeka white so ite koroka. Na wakubeka red, blue kalende ons. Yes. Ono. Kwa nini ono alafu wa press andiko kwenye second chia bara. Ko 10 mpaka 0. Mpaka 0. Ono chiko nini? Na weko nini iko? Alafu ono unaweza nini
Unapotaka kutumia nini juu kitu inachomanga, nataka ishike. So lazima iko hizo ma 10 seconds ama Unaweza ka second unataka. But mostly tunatumianga 10 seconds. And then ikisha brand hivyo, and then bado una press ishike. So unaweza ka 5 seconds, 20 seconds. Hivyo hivyo. So kama sisi tumeweka 10 seconds. And then now our outfit is ready. Iko branded sasa. Sasa hiyo alafu inakuwa hiyo ndio final. Ndio final. Kumbe hata si niambia like tunatumia some few hata 1 minute 1 or 2 minutes so I take the coming. So kama it's a different color, you brand it, maybe tunaweza brand na white. Ndio. Okay. So kama hii we still do the same process. Unaipress kwanza, ishike moto, kisha shika moto. What is 10 seconds bado? Tunaweka 10 seconds. Na one temperature 180. Hii machine unatumia kwa basi changa? Naweza tumika pia kupasi nguo. Kwa mtazamaji na roche on how yangaego branding process. Ya someka. Wasa muriza de wasa mamoni bana wale wala ndiko chitia be kuga. Kama haijashika vizuri tena lazima turudie kuipress. So how do you know like haijashika vizuri? Sasa hiyo time unaitoa utaona tu like inaweza toka na nini jina. So haijashika. So you have to press it again. Meaning moto iko shika vizuri. Kama ile imekataa kunini imeharibika. So these are some of the few challenges tunapatana time na brand. Juu kama for example nilikuwa na branding nguo zingine za client. Na udi fulani hapo. Acha nipeni kuonyesha. Ni udi ya black. So tuseme kama umeprint hiyo jina imekataa kunini. So sio sasa unarudia ama ni nguo utarudia ama kama like tunaija nini. So utaipea tu time utarudia. Juu sasa hii imekataa kutoka. So pia kutoa hii nini? Unaweza tumia tu bado. So imekwama unatoa jamaa. Usione asari wake yanga. Na boko nini? Utafanyanga hivi mostly. Utaiweka hivi shike moto. Hii nini kisha shika moto ikiwa warm. Ni rahisi kutoa hii nini. So hivyo ndo nafanya. Okay. So napata for example kuna hiyo nguo nyingine. Hiyo udingine hiyo imekunuka triple something. Sasa unaona udi kama hii mtu amekopea orders umtengenezee hoodies kama za nini. So unaona udi kama hii haiko sawa. Ukiangalia jina iliharibika. So unaona challenge kama hii ukishaharibu nguo ya client. Unafaa urudie. So unaona nguo kama hiyo hivyo saa. Those some of the few challenges time na press. So lazima tu pia ukue careful time na press itoke tu vizuri. Na hii kitu inaweza choma nguo. Kuchoma iwezi choma. Si kama pasi urati ya usonyore ya kiro muliro. Iwezi choma. So kitu inaweza fanya discoloration. Like ukiacha for long. So unaona kama ilikuwa black unaweza kuturn brown juu sasa imeshashika hiyo moto kabisa. Itafanya discoloration but iwezi choma nguo. So hapo wakati yako na branding about maybe apart from a challenge you retarigo to make like a make vizuri maybe apart from a challenge nega kero brand okay do you wakati unafanya branding apart from maybe challenge kama tumeona ya retari sometimes ina fail challenge rara wewe try kero kwa branding mostly kero kwa branding ya challenge ende noko nini kama stima hakuna huwezi brand pia. And then ulikuwa na orders zinahitajika urgently estima ya chiri. What do you do? Naitanga. And then sometimes hapa chini pia usipo clean. Because the brand color nguo ziko hizi bright colors kama white nini. Inaweza haribu nguo pia. And by the way chikara nere maybe machine karanchire tari go print ama itari go brand usikala zote. Ina brand color zote. Na mtu anaona bora kero kende hii machine
na kaya kutisha. Hii tuseme kama una kijana kwa home, nataka kuanza hii kazi. Definitely lazima ukifanya branding, lazima kuwe na machine kai. Hivi ni mhitaji do roughly pesa ngapi hivi? Kama kuna ndogo hadi ya 40,000, 50, unaweza pata machine ya branding. And then pia ni vizuri kwa unaona mtu kama anataka kuanza biashara, kama ni kijana like uko na like kama ka 50,000 hapo. Unaweza pata hii machine za kusaidia. Unatafuta tu gigs au tu unataka brandiwe tu t-shirts nini. And then inakuokolea uko tu kwa nyumba, unatafuta t-shirts, hoodies nini, una brandia wasee, unapata kitu at the end of the day. Yes, wewe boys simuli skari na basa. So very easy, kuna machine inawewa kwa even saving sana. Na wao wale kenye romo mtakara sirire. T-shirt. Unataka useme sasa hizi campaign ngoja chire. Ngoja chire. Kitu inakuwa inakuokolea. Tuweze ukiwa hata na 50,000 hivi. Utakuwa unakupatia do mzuri. And by the way, hii jina lako mtu anafanya isomaje vizuri jina lako? Monvai. Monvai? Watu wengi wanashangaa what's the meaning of Monvai? Monvai inamaanisha movement, new beginnings and vision. So these are movements. Si ni Monchari imeongezwa na most people think so. Hata mimi najua nilikuwa nikijua. But it's related to my name. Monvai inasimamia movement, new beginnings and vision. So these are movements. Kwa labda ni Monchari something. Monchari Viona, Monchari Vivian. Kitu kama hiyo. So umesoma ulianza so far ni challenge yani kubwa sana unapitia kwa hii brand yako. Production. Ama kuna challenge? Kuna challenges. Production. You sometimes unapata unaizi kama juzi place tulikuwa tunashonea ilichomeka. Pole. So ikichomeka yana ulikuwa na nguo za client. Unajua saa kwanza kuelezea client hizi and this happened. Pia inakuwa na challenge. Then uko na insurance. So you have to start again from scratch. So bad. Na so far ni kitu gani unafurahi about your brand so far? So far I'm happy because it may gain visibility so quick. I didn't expect that. With the help of like most watu wengi wameni approach wasanii nini wamenisaidia ku make it visible. Mostly napea credits akina Mojeje. Big up. Amenisaidia sana. Yes. Amenisaidia kupush brand ikakuwa visible, watu wengi wakaijua. And then pia what I'm happy is watu wameni trust. As much as sina physical shop, unajua pia mtu saizi mambo ya social media na online vile watu wanaskamiwa, ndio mtu akuja kutrust amake order kwanza kutumia do before ataone nguo. Iko ngi rahisi. Na upate maybe ashaikoniwa before so ako na hiyo phobia ako like biashara za online hapana, kama hakuna physical shop ama sijaona hiyo nguo siwezi chukua. But so far so good. Kuna watu wana believe on us and then wanatupea pia referrals. And we keep pushing. Yes. Tukiwa hapa niliona Otera kwa new song by the way. New song ya Hesba wakiwa na medali na Mojeje. Alafu nikaona nani amedunga brand yako. Hata nimeona Hesba. Pia nilikuwa nikichekia wasanii wamedunga nini yako brand yako. Hao wasanii do they wanakulipa au wanamna gani? Okay. Wasanii kuna wenye wana buy outfit. Nakwambia nimependa nini yako wana buy outfit. Na kuna some wenye wanalipa maybe half of the money like nini kusaidia ku advertise the brand. Wale wa advertise they don't pay the full amount, wana pay some nini tunawapa discount. But kuna wenye wako like okay nipata nguo fulani kanifurahisha nataka hoodie, they pay full amount. Yes. Yeah. Pamoja. Inamaanisha kuna wenye wanalipa full na kuna yule mwenye maybe unampatia na support kidogo anafanya advertisement. Anafanya advertisement. Kwa wasanii nimeona wasanii wengi wamekuwa actually hata mimi the first time before niliona pale kwa wasanii na nikaona iko mzuri sana. So tukienda kumalizia pale najua kuna kama issue yetu ya biz, kuna vijana pale wako pale home. Mtu angetaka kujua hii unaifanya ndio inakulisha, unasema mimi kutoka hapa napata ado yangu. Mimi nakaa vizuri hivi. Hii pesa ndio imetoka hapa ama itu hakuna pesa hapa? Okay, so far naweza sema pesa napatanga, yes kuna pesa but pesa napatanga maybe ni ya hizi vitu ndogo ndogo. Food nini but like haijafika ile point yenye nategemea brand peke yake kunilisha and everything. So saizi bado nafanya I have to do another job to get money ya kulipa bills and everything.
And then sasa hii maybe buy food and some other things. Tunatumia hii pesa ya biashara. Tukiendelea kuopo grow time sasa itakuwa imestabilize. So maybe tuseme as much as maybe now, because unajua pia huwezi fanyia mtu kazi miaka yako yote. You have to build something for yourself. Yes. That's what we learned in entrepreneurship. So that's why we are growing this business. Still tukifanya kazi ndio sasa ikisha stabilize and then see what we do next. But for now atutegemee biashara peke yake. So tuseme iko na do but ndio. Iko na do. Kwanza iko na do mzuri by the way. So unaweza advise vijana wa get into e-business. Hii business ni poa, you can get into it. Kitu ya muhimu ni kupata like ukiwa able to do production poa. It's a good business. Because upata tenda hata maybe juu. Unapata kuna wasanii wanatakanga merchandise za kupea watu wao, and then maybe waongee na mmoja, wewe muelewane, watu unamshonea nini unamfanya branding, and then yanaenda pia kuuza. Vitu kama hizo. Itakuwa amazing sana. Yes, wewe ni dem. Na wewe kwa dem ndo unamsema na sister yako ndo mnafanya hii shughuli. Hii shughuli si ya wanaume. Hao ni kitu gani unakusema? Sikiza tunajituma. Unasema you are a big girl, unasema mimi siwezi, unasema lazima ufanye yaso yote, uende kwa fundi, utafute fundi akutumia nini. Mbona uje muse acha tu tulie acha hii. Okay, kitu nafanya ina ni motivating kutu nini juu. Nikwambia mimi ni first born kwanza. Like I have to be a good example to my siblings, and then nje pesa ni mzuri pia. Nikitaka kwenda vacation I have to have money, and then nimezoea kujitegemea. So sipendi kutegemea watu. Hata sina mtu wa kutegemea. So najitegemea na pia nategemewa na watu wengine wananitegemea, so lazima nijitume kabisa. Lazima nikuwe mwanaume sasa kwa yeye. Yes. Kwa hii scenario. Kuna madem pale nje najua wanasema mimi nataka mwanaume nitafutie bana. What can you tell them? Kuna madem wanasema mimi nianze kufanya hii shughuli yote, hapana. Mimi tunaambia timu dem anataka kutegemea wanaume. Hata hiyo mentality. Hata hiyo mentality kabisa, aanze kujitafutia. Hata kama ni something small, like you start from somewhere. Uwezi anza sasa ati leo umegrow na ukakuwa tu hivyo. Hata mimi si kwanza hivyo. I started from somewhere. Hata nikiambianga watu story yangu they don't believe, because I don't usually from mimi starting selling what I used to sell nikiwa after campus up to this point. Like unajitumanga tunaanza tu pole pole. Kama uwezi kuuza nguo kwa something else unatafanya. But usitegemee mtu akufanyia everything. Get your own money. Get your own money. You chikal dem chirimori skari mitemna get your own. Get your own money. Yes. Kuna vijana pale wako pale nje. Kitu tunapenda kwa story umesema bado ukiwa student bado kuna jituma. So kuna vijana pale wako pale home, kijana anasema mimi ni kama nimefanya kazi sijui ya nursing, siwezi fanya kazi kama hii ya branding, sasa ningoje kazi ya nursing. Unaweza show wao nini? Unajua kwanza mimi ukiniona saa hizi, ukinipata huko nje, hata uwezi jua kama nimeenda shule. Ukinipata huko outside nimeenda kufanya delivery, sama nimeenda kurun errands, time niko free. I usually do it myself, like kuzo kurun errands, moving from one place to another. Unaona tu nikabaya mchana anakaa homeless, anajituma sana. Lakini unajua umesoma mbaya. Unajua like okay umesoma, I have my degree. Still still bado nasoma, and then I'm practicing what I learned. At the same time I'm doing this. So usiseme ati sasa juu mimi naongoja nipate kazi ya nursing. Okay, as much as yes ulisomea and then unataka kupata kazi utapata, utaendelea ku apply, but try also finding something else. Maybe hata fate yako iko kwa hiyo nursing. So in short vijana pale wacha wajitume pale. Wajitume tu, fanya tu something. Wewe hata mtu akikujaji like okay, usiogopa kujajiwa. Juu kila time tunakuanga judged. Yes. So usiogopa kujajiwa ati sasa ati mtu ataniona aje ati nilienda shule sasa hivi nauza nguo. Hapana. Pesa itaki kujua kama unauza nguo ama uuzi nguo. Pesa inataka, ukitaka pesa lazima ujitume. Yes. So if you have any way ya kupata pesa, get that money. Be smart. Kuwa sharp. Sasa lazima ukuwe tu sharp. Ukitegemea employment peke yake, utalia. Kuwa sharp. So umesikia, mkuwe sharp. So mtu anataka ku reach out maybe atafute pia apate kama ni hood. By the way, kama tunataka kujua pale nje, mnasema Japana kwa mtandao, mnasema mtandao kwa watch kwa nyumba gari, nataka kujua maybe apart from t-shirt tumeona hood, maybe kuna zingine una nini? Una brand. Ku brand as in? Zile vitu una brand maybe, vitu tumezoea maybe ni t-shirt, hood hizo ndio ziko common. Tuko na t-shirt, tuko na sweatpants,
tuko na hoodies, tuko na beanies, kuna capes, kuna t-shirts na pia ni polo. So mko na zote. Tuko na zote. Na mtu anataka ku-reach out ama ku-reach out hiyo brand yako, brand yenu, anaweza ku-reach out aje? Okay, tuko na social media pages. Kuna TikTok Monvai, Instagram Monvai, Facebook Monvai. Yeah, those are our social media pages. And then people just reach out na 0715 512 763. Unaweza rudia? 0715 512 763. Yes. That's our business number. Ukitu reach out to WhatsApp, usitupige. You mostly kutucall unaweza pata tupatikani. Simu inaweza kuwa on, but WhatsApp inakuanga easy to respond compared to calls. But you unaweza call. But WhatsApp, mostly WhatsApp. Yes. Maybe kwa vijana wote wanasikiza pale nje wanataka kuanza shughuli, wanataka kuanza hustle kama wewe, na maybe kuna wenye wako hustle wamefika katikati wanataka give up. Unaweza show message gani? Usi give up. Juu yote mkaribu ku give up, unapatanga njia zinaanza kufunguka. Like yote mnasema mimi nishachoka kwenye nimefika, nimejaribu ni kama haiwezi, hapo ninaanza kuweza. Juu hata wanasemanga challenges are there to strengthen us. So usipopata challenge utakuwa strong aje, utaweza aje kupush. You have to be strong for yourself, you have to push. At the end of the day, kitu ya maana ni ku bring food on the table. So usi give up. Wewe jikaze tu. Hata yote umefika mwisho. Juu pia sisi tunafikanga mwisho, si atupitiangi hizo challenges. We fight some silent battles, tunapata kwa peke yako like mbona maisha imenikalia hivi ngumu, vitu hazi work out. Si kwa peke yake. But sasa ni ile tu unajipea strength, unaendelea kupush hadi siku moja jipe. Itajipa tu at the end of the day. Yes. So shukrani sana. Kwa vijana mriskari mwingine, don't give up. Hata kama umefika ile point tunasema leo nimefungwa biz, sijapata monto kwa nayo client hata mmoja, don't give up. Anyway, nataka tumalizie hapo siku ya leo. Kama ni msio uko pale nje, maybe pia wewe uko na shughuli unafanya kama hii, tunaweza kutembelea tu kama kawaida. Unajua kutafuta pale kwa mtandao Ensoko TV ama Toldi, kila platform pale mtu wangu. Alafu kwa tunabanja pale. Kwa nipo pale yumo camera person nione Ejodi mwenyewe Barnabas. Shukrani sana. Pia guest wetu wa siku ya leo. Shukrani sana. Asante sana kwa kunitembelea. Nimefurahia kuwa nanyi leo. Asante.